Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo, na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema jinsi ya kusikia sauti ya Mungu. Na kipindi chetu hichi ni cha pili. Kwa hiyo kama ukuweza kusikia kipindi cha kwanza, nitakushauri uweze kufanya namna hiyo. Kumbuka tu mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp vile. Unaweza ukaenda kwenye App Store, Play Store, ukapakua application ile, kisha kwa kutumia ujumbe mfupi tu ukasema niunge, na kuna grupu linaitwa Wanafunzi wa Kristo, nao utaunganishwa. Namba ni 0789500242 0789500242. Baada ya kusema hayo basi napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, na kuhamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa muombeaji wa vipindi vya neema na kweli, ama wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako, asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa upendo wako. Na mwisho napenda kutoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwamba kila mwezi unachangia gharama za kupeleka injili. Unaweza usijue tu, lakini unabadilisha maisha ya watu, unagusa maisha ya watu, unaleta mabadiliko makubwa sana. Na kwa pamoja kama timu, kwa maana ya mimi, wewe, timu yangu ninayofanya nayo kazi hapa pamoja na Roho Mtakatifu, tunatekeleza agizo la Bwana wetu Yesu Kristo la kuhubiri injili kwa kila kiumbe kwa ukamilifu. Kwa hiyo nikupe hongera sana kwa kuweza kusikia sauti ya Mungu, hongera sana kwa kuweza kutii sauti ya Mungu, na hongera sana kwa kudhihirisha kwamba wewe ni baraka na kwamba wewe ni upendo kwa watu wengine. Basi baada ya kusema hayo, nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka somo linaitwa jinsi ya kusikia sauti ya Mungu, na kiukweli kabisa tutazungumza namna ya kusikia sauti ya Mungu, lakini nilichokuwa nalenga zaidi ilikuwa ni labda nilitaka somo niliite umuhimu wa kusikia sauti ya Mungu, ama wa kutii sauti ya Mungu. Na kwa jinsi kizazi hiki kilivyo cha Wakristo haivutii. Watu wanataka self-help gospel, lakini kuelezwa the whole counsel of God anyway, tuiachie hapo. Okay. Kumbuka tunasimamia katika Yohana 10:27. Kwa hiyo tena moja kwa moja pale. Kumbuka nilikwambia kipindi kilichopita kwamba kulingana na kauli ya Bwana Yesu, na hata ningekuwa tukusikia sauti ya kauli ya Bwana Yesu, pia tunaposoma katika maandiko tungeona kwamba kila mtu ana uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo Yohana 10:27 Bwana Yesu anasema hivi: kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami na wajua, nao wananifuata. Alafu tukichanganya na mstari ule wa 4 na 5 katika mlango huo anasema, naye awatoa nje kondoo wake wote, huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. 5, mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema kwamba kondoo wangu wanaijua sauti yangu, lakini sauti za wageni hawazijui. Na nikakwambia kipindi kilichopita kwamba kufanya kwako upya katika kufikiri kwako ndiko ambako kutaamua wewe kama utasikia sauti ya Mungu kwa ufasaha ama utasikia sauti ya adui. Kwa maana ya kwamba nifafanue kile nilichokuwa nikisema jana, kwamba upande ule wa ufahamu wako ambao umefanywa upya, sehemu ambayo kufikiri kwako kumebadilika, huwezi kusikia sauti ya ibilisi, utakuwa ukisikia sauti ya mchungaji mwema siku zote. Sika wananyelewa? Upande ambao kufikiri kwako, ufahamu wako umefanywa upya, ni upande ambao utakuwa ukisikia sauti ya mchungaji mwema siku zote, na ni upande ambao hutaweza kusikia sauti ya adui ya ibilisi. Na upande ambao ufahamu wako hujafanywa upya,
ama kufikiri kwako hakujabadilika, ndio upande ambao ibilisi anatumia kuzungumza na wewe. Tunakwenda sawa sawa? Sasa ndo maana ni muhimu Bwana Yesu akasema kwamba mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kama haujaijua kweli, ibilisi ataitumia sana kukusumbua na kukutesa, kwa sababu upande huo ambapo haujaujua kweli na kwa maana haujaruhusu hiyo kweli kabadilisha kufikiri kwako, ndio upande ambao atakuwa anautumia kuzungumza na wewe na kukutesa. Ndio maana kwa mfano sio maeneo yote ambayo ibilisi anasumbua nayo watu. Ibilisi anasumbua watu kufuatana na eneo. Okay? Ndio maana kwa mfano watu ambao ndio mfano gani? Ngoja nitafute mfano mzuri. Okay, kwa mfano mtu ambaye hajajua ukweli kwamba kupitia Yesu Kristo dhambi zake zimeondolewa milele, dhambi zilizopita, zilizopo na zinazokuja, ibilisi atamtesa sana huyu mtu. Kila mara atakuwa anamwambia wewe ni mwenye dhambi, na huyu mtu atajikuta kila siku usiku na mchana lazima afanye kutubu. Anaita kutubu, kuomba maombi ya rehema na kuomba msamaha, kwa sababu anajiona kuwa ni mwenye dhambi pamoja na kwamba amezaliwa mara ya pili. Kwa hiyo maana yake nini? Hii maana yake ni kwamba huyu mtu pamoja na kwamba amezaliwa mara ya pili, lakini hajajua kweli kwamba nini maana ya kuzaliwa mara ya pili, nini maana ya kuwa kiumbe kipya. Hajajua ukweli kwamba Yesu Kristo alifanya nini. Kwenye akili yake huyu mtu alizaliwa mara ya pili anadhania kwamba Yesu Kristo ni kiongozi wa Wakristo basi, kwamba nikimwamini Yesu Kristo nitakwenda mbinguni, ndicho anachojua. Lakini nini kilifanyika mpaka yeye akazaliwa mara ya pili? Nini kimefanyika mpaka yeye akawa mwana wa Mungu? Hajui. Na kwa maana hiyo ibilisi ataendelea kumhubiria, atamwambia wewe ni mwenye dhambi, hakuna mtu aliye mkamilifu, hakuna mtakatifu aliyeko hapa duniani. Kwa hiyo uongo chungu mzima, na akienda kwenye makusanyiko anaambiwa kwamba lazima kuungama dhambi. Kuungama dhambi ni lazima, sisi tulio maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi lazima tuungame, lazima. Kwa hiyo uongo unashindiliwa. Kwa hiyo unakuta huyu mtu amekuwa ni mtumwa, sauti ya mchungaji mwema haisikii tena. Kwa nini? Kwa sababu hajajua ukweli kwamba dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja ambaye ni Adamu, na dhambi hiyo ikaondolewa hapa ulimwenguni kupitia mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Hiyo kweli haijui. Na kwa maana hiyo sasa akija akasikia mtu kama Urumagadi anazungumza, anasema kwamba mtu aliyezaliwa mara ya pili ni mwenye haki, ni mtakatifu, hana hatia, hana mawaa wala lawama, huyu mtu anazima redio. Nini? Anasema nimekutana na nabii wa uongo anaitwa Urumagadi, bila kujua kwamba yeye ndo anafundishwa na manabii wa uongo. Na kwa maana kwa kuwa anaamini uongo, anaisikia sauti ya adui, haisikii sauti ya mchungaji mwema. Siko nanyelewa? Kwa sababu ngoja nikwambie kitu, huwezi ukapata uzima wa milele pasipo dhambi kuondoka. Ni impossible. Kwa sababu dhambi ndio iliyoleta mauti. Kwa ili wewe upate uzima lazima umepata haki. Na angalia hapa anavyosema katika Yohana 10:27 mpaka 28. Yohana 10:27 mpaka 28. Sikia Bwana Yesu anavyosema. Anasema hivi, kondoo wangu waisikia, umesikia hiyo? Waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Kwa hiyo anasema ukishazaliwa mara ya pili, ukisha kwenda kwa Yesu Kristo, ukaisikia sauti yake, ukampokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukazaliwa mara ya pili, anasema hautapotea kamwe. Kwa nini? Kwa sababu amekupa uzima wa milele. Na ili aweze kukupa uzima wa milele lazima dhambi iwe imeondolewa. Huu uzima wa milele hauingii na kutoka. Leo una uzima wa milele, kesho una uzima wa milele, kesho kuto una uzima wa milele, then usiku nyingine unapotea. Umeamka asubuhi una uzima wa milele, umefika ofisini umegombana na bosi wako, uzima wa milele umeondoka. Then umeomba msamaha uzima wa milele umerudi. Umeenda tena mchana, umeenda kwenye kibanda cha mantilie kula, mmekorofishana kwa sababu amekuwekea nyama 2 badala ya nyama 4 kama jirani yako. Kwa hiyo mmegombana, kwa uzima wa milele umeondoka. Ukiomba msamaha, uzima wa milele. Hiyo ni ngonjera rafiki. Wokovu hauko hivyo. Sasa kama haujaijua kweli, maana yake ni kwamba adui atakuwa akizungumza kupitia upande huo wa ufahamu wako ambao hujafanywa upya. Na kwa maana hiyo atakuwa anaendelea kukufundisha uongo na kuzungumza uongo. Sijui kama unanielewa. Huwa naangalia kwa mfano tuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Nikianza kufundisha swala la haki na upatikana kwa imani, nikianza kufundisha kwamba tunakubalika mbele za Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo, watu kibao huwa wanaondoka kwenye grupu. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wamedanganywa kwa muda mrefu mno. Kwa hiyo kweli hawaijui. Kuna namna mbili ya wewe kudanganywa.
Namna ya kwanza ni kusikiliza uongo na kukubaliana nayo, ambao ni ndogo sana. Na namna ya pili iliyo kubwa ni wewe kukatazwa kuisikia kweli. Na anayekataza kusikia kweli ni nani? Ni adui. Ni adui. Kwa hiyo ngoja nikupe mfano mwingine. Miaka mingi iliyopita nilikuwa kwenye kanisa moja la jijini Dar es Salaam. Tuko kwenye ibada, alafu mtumishi mwandamizi wa hilo kanisa akawa anazungumza mambo fulani fulani. Tuko tumejaa watu kibao, na karibu watu 5,000 na kitu. Wakati anazungumza yale alikuwa akiyazungumza, mimi nasikiliza, Roho ananiambia, na hiyo bado ni mchanga kabisa, ni kadogo katika Kristo. Kwa alichokuwa akizungumza, Roho ananiambia hilo si kweli. Sasa watu wote huku wanashangilia kanisa zima, lakini ananiambia hilo si kweli. Na nakumbuka kuna point kama 2 aliniambia Roho waziwazi kabisa, hilo linalozungumzwa hapo si kweli. Sasa sikukimbia nikatoka kwenye ile kanisa kwamba sasa amesema uongo. No, nilimsikiliza. Kwa kuna mengine nilikubaliana nayo na kuna mengine Roho aliniambia si kweli, na baada ya kutoka hapo nikaanza kumwambia nipe uthibitisho, akanipa uthibitisho maandiko. Kwa hiyo ninachosema ni nini rafiki? Ili wewe kuwa mwepesi wa kusikia na kutambua sauti ya Mungu, unatakiwa ufahamu wako ufanywe upya. Kufikiri kwako kunatakiwa kubadilike, kuanze kukubaliana na hali mpya ya roho ulionayo. Na kwa sababu hiyo, upande ule ambao kufikiri kwako bado hakujabadilishwa, bado unafikiri kama mtu wa kale, ndio upande ambao adui ataendelea kuutumia kuzungumza na wewe. Na ndio maana swala la kujifunza na kufanyia kazi neno. Kufanyia kazi neno maana yake nini? Maana yake ni kwamba umesikia sauti ya mchungaji mwema na umeamua kufuata kile ambacho amekisema katika neno lake. Kwa hiyo ukiwa msikiaji tu na wala sio mtendaji, sio anayefuata kile ambacho mchungaji mwema amesema, Bwana Yesu anasema wewe ni mpumbavu. Nadhani lugha ya zamani tulikuwa tunasema wewe ni kumbafu. Wewe ni mpumbavu. Ndio Biblia inavyosema, sio maneno ya Urubagadi, ni maneno ya Bwana Yesu. Kwa hiyo katika harakati za wewe kusikia sauti ya mchungaji mwema, lazima ujue anasema nini, na ukikutana na kile alichokisema lazima ukifuate. Usipokifuata wewe unajidanganya mwenyewe. Wewe unakuwa ni kufuatana na maneno ya Bwana Yesu, anasema kwamba wewe unakuwa umejenga juu ya mchanga, na kwa maneno anasema wewe ni mpumbavu. Na ibilisi hana shida sana na wewe kusikia neno. Ana shida sana na wewe kuchukua hatua na kuanza kufanyia kazi lile neno. Kwa nini? Kwa sababu anajua utakapoanza kutendea kazi lile neno litabadilisha kufikiri kwako. Okay, ngoja nikuulize swali wewe unanisikiliza. Hasa najua mfano unaweza kuwa mgumu kidogo, lakini ndivyo vote taratibu. Inawezekana wewe unanisikiliza sasa hivi unanena kwa lugha sasa hivi. Lakini inawezekana kabisa kuna wakati ulikuwa hauneni kwa lugha. Na inawezekana kabisa kuna watu walikufundisha kwamba kunena kwa lugha ni ushetani, na kwamba shetani anaweza kanena kwa lugha. Ni sana jamaa mmoja akanitumia message akasema nipe uthibitisho kwamba tukinena kwa lugha ibilisi hasikii. Nikasema wewe umetumwa na ibilisi. Sikumjibu, lakini nikasema huyu unaonyesha kabisa ufahamu wake bado unaingiliwa na ibilisi, bado anasikia sauti ya ibilisi. Kwa sababu ya mapokeo mara nyingi ni sauti ya ibilisi, sio sauti ya Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa sasa unanena kwa lugha, akaja mtu akakwambia kunena kwa lugha hakupo, kuliondoka kipindi cha mitume, huwezi ukamwelewa kwa sababu wewe unanena kwa lugha. Siko amenyelewa. Lakini kwa mtu ambaye amesoma kwamba Wakristo wanatakiwa wanene kwa lugha, alafu yeye mwenyewe hajanena kwa lugha, maana yake ni kwamba huyu mtu ni rahisi sana kudanganywa na ibilisi. Kwa hiyo kuisikia sauti ya Mungu sio swala la kusikia tu, ni kusikia na kuchukua hatua. Sasa watu wengi wanafanya makosa, wanaishia kwenye kusikia tu. Okay, ngoja niacheni pause kwanza hapo, alafu tutu. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema wewe unasikia sauti. Na ngoja nipanue kidogo. Kila mtu ana uwezo wa kusikia sauti ya Mungu, awe ni mtakatifu, awe ni mwenye dhambi, wote wana uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Na nianze kupita kuonyesha kwenye mistari, tuanze tuende kwenye rekodi. Twende sehemu chache, nitaangalia sehemu chache kenda kuonyesha. Twende kwenye nini? Kwenye Mwanzo tunafahamu kwenye Mwanzo mlango wa kwanza, mlango wa 3, mlango wa 2, Adamu alikuwa ameambiwa asile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya.
baadaye akala. Baada ya kula, of course tunafahamu alikuwa mwenye dhambi. Labda hiyo ni ngumu sana. Twende mlango wa 4. Tuanze na Kaini. Hii Adamu tumwache, tutamrudia kwenye kipindi kinachokuja. Tuanze na Kaini kwanza. Kaini amemuua ndugu yake. Baada ya kumuua ndugu yake, angalia, tuanze soma mstari wa 8. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Kwa Kaini amekuwa muuaji. Mstari wa 9. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inakulilia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako. Kwa hiyo nachotaka uone ni kuishi. Watu wengi wameaminishwa kwamba ukiwa na dhambi uweze ukasikia sauti ya Mungu. Lakini hapa tunaona Kaini baada ya kumuua ndugu yake, tunaona akizungumza na Mungu. Kwa hiyo inakuthibitishia kabisa dhambi katika maisha yake haikuondoa uwezo wa yeye kumsikia Mungu. Na huo ni uongo ambao ibilisi ameupropagate, ameupanda sana katika maisha ya Wakristo, kwamba ukiwa na dhambi huwezi kumsikia Mungu, ukiwa na dhambi pia Mungu hawezi kukusikia. Lakini hapa tunaona nani? Kaini mwenye dhambi, muuaji, akizungumza na Mungu. Sijui kwa nanyana anachokizungumza rafiki. Vinginevyo kama uwezi kumsikia Mungu na wewe uwezi kuzungumza Mungu, anakuokoaje? Kumbuka watu wote tuliozaliwa mara ya pili, kabla ya kuzaliwa mara ya pili, tulimsikia Mungu. Tulimsikia Mungu tukiwa watakatifu ama tukiwa wenye dhambi? Jibu nalifahamu, tulimsikia Mungu tukiwa tungali wenye dhambi bado. Na tulipofanya maombi ya kumpokea Yesu Kristo, tulifanya maombi tukiwa ni wenye dhambi. Sio unanielewa? Then akatusikia. Sasa of course ningeweza kuitanua zaidi kwamba dhambi zetu zishaondolewa zote, tulikuwa lakini niache hiyo. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo pointi ni nini? Pointi ni kwamba hakuna kitu chochote kinachoweza kuzuia mwanadamu ama kiumbe chochote kile kisisikie sauti ya Mungu. Kwa hiyo alikuwa anakuonyesha mfano wa Kaini hapa, alikuwa amemuua ndugu yake. Lakini pia tunaweza tukaenda kwenye Mwanzo mlango wa 12. Alafu kuna story hapa. Abrahamu amekwenda na Sara mke wake Misri. Alafu of course kwa kuwa Sara alikuwa ni mzuri sana, alafu tunafahamu baadaye Mungu akamshughulikia Farao kwa sababu amechukua mke wa mtu. Tuache tuende kwenye story ya Abimelech, inaweza ikawa imekaa vizuri zaidi. Kwenye mwanzo nadhani mlango ngapi? Tuangalie mlango wa 20. Twende. Kwa hiyo Abraham amerudia kosa lile kasema Sara ni dada yake, na kwa maana Abimelech amemchukua Sara. Okay. Kwa hiyo tuanze mstari wa kwanza. Mwanzo 20 mstari wa kwanza. Kumbuka Abimelech ni mfalme ambaye ni mpagani, hana uhusiano na Mungu. Anasema Abrahamu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadesh na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Abrahamu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimelech mfalme wa Gerari akapeleka watu akamtoa Sara. Lakini Mungu akamjia Abimelech katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mkewe mtu. Basi Abimelech alikuwa hakumkaribia, akasema, Bwana. Naona Abimelech anazungumza na Mungu, mpagani huyu mwenye dhambi. Bwana, je, utaua hata taifa lenye haki? Je, hakuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu? Na mwanamke mwenyewe naye alisema huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikazuia usinitendee dhambi, kwa hiyo sikukuacha umguse. Basi sasa umrudishe. Kwa hiyo kadhalika. Kwa nataka ukione nini? Abimelech ambaye ni mpagani, ambaye alikuwa ni mwenye dhambi, sio tu kwamba aliweza kumsikia Mungu, lakini pia aliweza kuzungumza na Mungu. Je, si zaidi sana wewe ulizaliwa mara ya pili ambaye ni mwana wa Mungu? Ni nani huyo aliyekudanganya kwamba wewe huwezi kusikia sauti ya Mungu? Nani?
Nani huyu aliyekwambia kwamba wewe hauwezi kusikia sauti ya Mungu? Ndio swali la kujiuliza. Nani huyu amekwambia? Nani? Ni Mungu amekwambia? Na maandiko yanatuonyesha hata wenye dhambi, hata waliokuwa wamefanya makosa, bado waliweza kumsikia sauti ya Mungu. Okay. Ngoja nikuonyeshe mfano mwingine kwamba una uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Twende kwenye Wafalme wa kwanza mlango wa 17. Elia ameamuru ukame. Tuanze mstari wa kwanza ule. Wafalme wa kwanza mlango wa 17. Anasema basi Elia Mtishibi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu mfalme Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Jordan. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Nami, sikia Mungu anasema, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Jordan. Kunguru, mstari wa 6, kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Sasa nikuulize swali rafiki, kama kunguru waliweza kusikia sauti ya Mungu, wewe unaniambiaje uliye mwana wa Mungu, ulioumbwa katika sura na mfano wa Mungu, unawezaje ukaniambia kwamba usikii sauti ya Mungu? Ina maana kunguru wanakushinda? Lakini ngoja niende mbali zaidi. Ngoja nisogeze mbele zaidi. Rafiki, Mungu akitaka kuzungumza na wewe utamsikia tu. Nirudie tena. Mungu anapozungumza na wewe utamsikia tu. Haiwezekani Mungu akazungumza na wewe usimsikie. Shida ni kwamba inapokuja kwenye swala la kusikia sauti ya Mungu, wewe unatokea kwenye upande wako wewe badala ya kutokea kwenye upande wa Mungu. Na hili ni kosa ambalo tunalifanya kila siku kwenye kila kitu. Nadhani kuna hata kwenye kipindi kimoja nilikuwa nafundisha nadhani kwenye ibada, nikasema kwamba hata hatujui kwa nini Mungu anasamehe dhambi. Hata hatujui kwa nini Mungu ametufanya sisi tuwe wenye haki. Tunadhani ni kwa ajili yetu sisi. No, ni kwa ajili yake yeye. Kwa hiyo sauti ya Mungu ukitokea kuiangalia kwenye upande wako wewe badala ya kutokea kwenye upande wa Mungu utapata shida. Lakini Mungu akiamua kuongea na wewe utamsikia tu. Kwa hiyo kunguru hawa waliweza kusikia sauti ya Mungu na wakaweza kupeleka nyama na mkate asubuhi, nyama na mkate jioni kumlisha Elia. Kwa hiyo kama kunguru, kila kiumbe kimewekewa ndani mwake kujua sauti ya Mungu. Hakuna kiumbe chochote, hakuna kitu chochote unachokiona hapa duniani ambacho hakijawekewa ndani yake kujua sauti ya Mungu. Kila kitu. Ndio maana ukisoma Biblia yako inazungumza kwamba uumbaji wote unamsifu Mungu. Miti, mito, bahari, upepo, vyote vinamshangilia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ndani mwao vimewekewa kumjua Mungu. Sijui kama unanielewa ninachozungumza. Vimewekewa kumjua Mungu. Kwa hiyo na wewe umewekewa ndani mwako kuisikia sauti ya Mungu. Unamjua Mungu na sauti yake unaisikia. Huwezi ukaniambia kunguru ana uwezo wa kusikia sauti ya Mungu kuliko wewe. Swala ulilonalo na changamoto ulionalo kama nilivyosema kipindi kilichopita ni kwamba Bwana Yesu anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, nao wananifuata, ama nao wanatii na kufuata kile ambacho nakisema. Shida ni kwamba umekuwa ukisikia alafu na kupuuza kile ambacho umeambiwa na Mungu, na kwa sababu hiyo imesababisha moyo wako uwe mgumu. Kwa hiyo tatizo ulilonalo sio tatizo la kusikia sauti ya Mungu. Tatizo ulilonalo ni la ugumu wa moyo, kwamba umejaa kiburi na umejaa kiburi hiyo, nadhani umejaa kiburi kiasi kwamba hakuna chochote ambacho Mungu anaweza kukuambia ukakifanya. Wewe mwenyewe nadhani ni shahidi, unafahamu kama unaongea na mtu mwenye kiburi, unaongea naye alafu anafanya kama vile hajasikia. Na wengi ndio tatizo linalowasumbua. Sio kwamba msikii sauti ya Mungu, mnaisikia lakini mnafanya kama vile hamuisikii. Kwa kama unanisikiliza na hujazaliwa mara ya pili, hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usikose fursa. Fanya mambo yafuatayo. Sema, Bwana Yesu, ninaamini wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani na ukaondoa dhambi zangu zote. Kisha ukafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Ninakukaribisha katika maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu.
Rafiki, kwa maombi mafupi na kupa hongera. Karibu katika familia ya Mungu. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.